Amekufa. Nini? Haya ndo malipo ya Mariamu. Kalala! Hili tukio lote nimerekodi. Sasa basi, jiandae kuzalilika mtandaoni. Wewe ni nani? Mimi ni yule binti niliyekufa kwa kukosa msaada wako. Na nimekuja kufanya wewe mdhaifu. Mke wangu, tangu leo ofisini kakufanya dua. Kitu cha kwanza ni lazima umtoe ndugu yako tumbo moja. Kitu kingine unatakiwa uoe au uolewe, uweze kutoa watoto wako 3 pamoja na mzazi mwenzio. Babe. Salamu alaykum. Utakaposema kusalimia usikii. Wewe umekuja kupata nini hapa nyumbani kwangu? Afu mimi mazoea kuja bila tukutoa taarifa mimi siyataki, na nishakwambia kila siku. Unakuwa usikii, unakuja tu wewe mwenyewe unavyojijua. Mimi sitaki bwana. Mimi nilikuja nje kufanya surprise. Na zawadi yako ambayo nimekuletea ndio maana nimekuja. Alafu hapa kwa mpenzi wangu, kuona pangiwa muda wa kuja. Afu mbona unazidi tu kubadilika? Yaani nikajua labda utakuwa na furaha, lakini mwenzangu hata una hiyo furaha. Usiniambie kama unataka kuoa mwanamke mwingine na sio mimi tena. Chakapo. Ama sio mwanamke sahihi kwako. Nimekukosea kitu gani? Mbona kila siku nalia kwa ajili yako? Niambie basi kama kuna kitu ambacho nakukosea nijirekebishe. Likitoka hili linakuja hili, likitoka hili linakuja hili, niambie basi una nini? Mbona manake nimfanyie nini jamani, najua kama nampenda. Kwa nini kila siku mimi nakuwa nalia naumia kwa ajili yake? Mimi naamini ipo siku Chakapo atakuja kubadilika, atakuwa wangu.
kama nakupenda. Nimekosea nini Janeti? Mbona mimi nakupenda sana lakini unanifanyia hivi? Mbona nilikukabidhi moyo wangu, nikakupa maisha yangu, nikakupenda kuliko hata mimi ninavyojipenda. Na umekuja kuninyanyasa hivi kwa sababu mimi kukupenda, kwa sababu kukupa moyo Janeti. Baba, taratibu. Kwanza nimechoka, yaani akili hapa inauma, yaani sipo sawa. Na unavyoniletea si mambo ya mapenzi, unanipenda wewe. Mimi sio mama yako, sawa? Si unanielewa? Unanichanganya, unajilizaliza hapa nini? Sikutaki. Janeti, unasikia maneno yako lakini. Ndio maana naongea kwa sababu najisikia ninachoongea. Sasa ningeongea kitu ambacho sielewi. Yaani sikutaki yani. Yaani kifupi sikupendi. Unanichosha, ungejua nina mambo mengi yani kwa wakati huu. Yaani usinichanganye kabisa Masudi. Ndio maana nimekuacha ili ukae mbali na maisha yangu ili niweke mambo yangu sawa. Yesu umenielewa. Mbona mapenzi kwangu yamekuwa changamoto kiasi hiki? Mbona ninahitaji kupenda lakini nanyanyaswa kiasi hiki? Kuna wanawake waga mnahitaji nini hapa duniani? Mbona mkimpata mtu anayekupenda unamtesa? Mkimpata mtu ambaye anakupa pesa unamsaliti. Sasa maisha gani? Usinishike. Si unanielewa wewe? Tena usije ukanishika nguo yangu hata siku moja. Mimi niseme tu kweli mkuu, mimi siko na lengo lolote baya na unanijua vizuri. Hayanihusu. Ufanye, usifanye mimi hayanihusu. Chakapu ndo chanzo alinishawishi kwenda kwa yule mzee lakini mimi sikuwa na lengo. Unaomba nisamee mkuu. Huyu hapa mkuu muongo ndo alinishawishi tukaenda kule. Sio mimi. Bana mkuu ndo chanzo. Mimi sikutaka kufanya chochote kibaya mkuu. Naomba nisamee mkuu wangu, naomba nisamee. Nisikilizeni niwaambie. Hakuna kitu ambacho mtakifanya mimi nisikijue. Sijui mnanielewa? Yaani nyinyi mnayajua ya chini tu, yajua myajui. Mimi najua ya juu na ya chini. Kwa hiyo nyinyi hamnisumbui hata siku moja. Tena iwe mwanzo na mwisho kuniletea masuala kwenye mambo yangu. Nitakuja kufanya kitu kibaya, hamtoamini. Hivi mnahisi kuna sehemu ambako mnaenda mimi sijue? Angalia yule mzee anatibia watu, ona kashindwa kumtibia. Huyu ni nani? Hapana, tumjui mkuu. Mimi simjui. Nisikizeni niwaambie. Usiku mna adhabu yenu kubwa sana na sitowasamehe hata siku moja. Usiku? Adhabu? Nitakuja kufa vibaya.
kuingilia mambo yasiyowahusu. Nisikizeni niwaambieni. Mzee, wewe ndo wajiita shekhe, sijui shekhe, na hebu tuambie basi hata jina moja walau tupate kukuelewa basi Unajifanya sasa unatibia, si watu wapone. Sasa hebu tuambie, hayo majini unayotumia sasa hivi yameamua kubadilika, yanataka kukunyonya damu na wewe. Sasa tuelewe kipi baba? Kweli kuisha kupo. Ili tukio ni la kweli au ndo alibahatisha kukutibu? Kwa mimi siwezi kuamini, kwa sababu kama unakumbuka huyo mzee mimi ndo alinipambania tatizo langu ambalo wewe lilikuwa linakusababishia kuchepuka na wanaume wengine. Lakini ni hila tu za wanadamu. Kama unavyojua watu hawatupendi mke wangu. Washirikina wengi. Mambo kuzidiana mume wangu. Mahalimu wako hapo amezidiwa. Kwa hili mimi siwezi kuamini. Hizo ni hila tu za wanadamu. Wanataka aonekane mzee ni mbaya. Lakini mimi siamini hicho kitu mke wangu. Kwa sababu yeye huyo mzee mimi ndo alinisaidia tatizo langu. Na kama unavyojua tatizo langu lilikuwa ni kubwa sana. Wewe ulikuwa utulii humo ndani. Ulikuwa unanidharau mimi. Anachotakiwa kufanya hapo ni kujisafisha tu. Maana si aliwahi kumfufua mtoto wake yule. Hapo sasa tumwachie Mungu tu. Kwa sababu Mungu ndo anajua kila kitu. Na sidhani kama Mwenyezi Mungu anazidiwa na wanadamu. Kwa hiyo tumwachie tu Mwenyezi Mungu. Haya. Najua umefuata wanao, ila nimewaficha. Naona sasa kapatikana mpinzani wa kweli, mpambanaji hodari ambaye anajua nini maana ya vita. Hapo awali sikupata mpinzani kama wewe, tena unaonekana una nguvu kuliko hata mimi. Ila tu kuna kitu kimoja naomba ukizingatie, kiweke akilini mwako iko kitu. Watoto wangu, tafadhali sana kaa nao mbali, usiwazuru. Ukijaribu kuwafanya kitu chochote kile kibaya, nitakuondoa katika uso wa dunia hii. Nakupa masaa machache. Na ifikapo kesho, kabla jua kuzama, nitakuwa nimewapoteza wote. Nini? Sasa nimevaa umbo la mkweo.
Mwanangu Fatuma, ninakukabidhi mikoba hii. Hakuna jini yoyote wala kiumbe chochote kilichozaliwa wala kilichoumbwa kitakachokushinda. Najitoa kafara mwanangu. Ninakupa nguvu zangu. Sijui unanisikia? Ninaamini mwanangu unaweza. Hakuna kitakachokushinda. Bila hivi yule mzee lazima kushinde. Umenisikia Fatuma? Umenisikia mwanangu? Na kuhusu mdogo wako Masame, utajua mwenyewe. Umle nyama au mtese maisha yake yote. Mimi nakupa mwanangu. Naondoka. Babaye baye wa biwongo. Babaye baye wa biwongo. Babaye baye wa biwongo. Babaye baye wa biwongo. Marahaba binti yangu. Nashukuru Mungu nimekutana na wewe hapa. Huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Mume wangu anaumwa sana. Na nimejaribu kumpeleka hospitali, lakini madaktari wamesema hana ugonjwa wote. Na ndio maana nikaamua kuja kwako. Nimesikia wagonjwa wakija kwako unasomea dua na wanapona. Naomba unisaidie mume wangu. Msaidie mume wangu. Sawa. Twende nyumbani kwangu, tamwambia dua atakaa sawa tu. Ndio sana. Baba Mungu. Baba ndo amepona? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu. Mama namna Mungu amefariki. Mungu. Waniacha na nani Mungu? Ulikuwa ni jamani? Mungu amefariki. Naombeni mwache chini mume wangu. Mwacheni chini. Kwa nini shemeji? Amka. Amka.
Nini wewe mzee? Wewe sisi tukuamini kama ndo mganga wetu katika mtaa mzima wote, kwamba sisi tunaamini kwamba kuna mganga wetu yuko pale, kila kitu tunachotakiwa unakuja kwako, lakini leo hii kwa nini hili? Mzee hamna kitu chochote, wewe mnafiki tu, una lolote mzee wangu. Yaani mtoto mdogo huyu hapo kakalisha huyu hapo. Huyo una lolote mzee, wewe mnafiki tu, mchawi mkubwa. Kumbe wewe die. Tuko nakuamini, tulikuwa tunajua bonge la mganga rafiki yangu, kumbe hamna kitu. Da. Yaani tulikuamini katika mtaa wetu kwamba wewe ni mganga sahihi, kumbe una lolote, tumbo tu hilo. Mzee wa hovyo wewe. Umeshaishiwa wewe mzee, una lolote. Huyo mnafiki huyo. Hovyo kabisa wewe mzee. Baby leo. Mwanangu hamna kitu. Mungu. Tangulia nyumbani kuja. Mke wangu. Mbona sielewi? Usijali. Wewe nenda nyumbani. Sawa, lakini usichelewe kurudi. Mna shida. Karibu mume wangu. Asante. Assalamu alaikum baba mkwe. Wa alaikum salam. Karibu sana. Wewe jini wewe. Kuna kitu gani hasa kibaya ambacho nimekufanyia hadi unaamua kunisumbua kiasi hiki? Kitu ulichonikosea babangu ni wewe kuniacha binti yako. Mimi naumwa, ingalikuwa wewe una uwezo wa kunitibia na kwenda kuwatibu watu wengine ambao hata hawakuhusu babangu. Kwa nini babangu unanifanyia vile? Mariam binti yangu. Mariam. Baba Tuli. Baba Tuli. Baba Tuli. Amka, Baba Tuli. Baba Tuli. Chakavu. Unataka kufanya nini? Unafikiri kujua ndo solution ya hili swala? Unafikiri kuchukua maamuzi ya kujua utapona kwenye hili swala au utajitoa? Hapana. Tunaweza ukasema sisi ni wakosefu, tumekosea, lakini kibinadamu si hatujakosea. Ila kutokana na sheria zetu za kichawi sisi tumekosea. Na tumeambia usiku leo tuna kikao. Hatujajua hicho kikao kinahusu nini kuhusu sisi. Haya. Wewe umechukua maamuzi ya kujiua. Alafu baada ya kujiua Janeti. Mimi mwenzako nachoka na mambo ambayo yanaendelea kila siku. Sawa, tunaambia hivi vitu sisi tumeishi kutoka kwa wazazi wetu, lakini sio kwa mambo ambayo yanaendelea.
tunajitahidi basi na sisi tuwe kama watu wengine, lakini inashindikana kutokana na mambo ambayo hata haya maamuzi ambayo mimi nataka kuchukua sasa hivi. Sijui, hadi sijui hata kwenye chuo kikao ambacho tunachotakiwa kwenda, sijui adhabu gani ambayo tunaweza sasa tukaifanya. Tukio ambayo tena watu ambao sisi tunawapenda. Mimi nachoka. Ndio mami. Hata njoo tu mali nitoka katika dunia. Chakapu naelewa. Chakapu naelewa nini unamaanisha. Ni hatima yetu hii. Kuikimbia ni ngumu. Chakapu, utakimbia utaenda wapi? Unamjua Bi Fatuma yule akimbiliki. Atatusakama kokote tuendako. Tunajitahidi sana Chakapu. Tunapambana tutoke kwenye hili lakini hatuwezi. Tupo kwenye kisima ambacho hata kisiki kushikilia hatuwezi kutoka. Unafikiri tutafanyaje? Je, unavyojua unategemea hapa ndo utamuini? Chakapu, tusubiri adhabu yetu. Kama iliandikwa maisha yetu ndo atapotea kiasi hichi kwa njia hii, hatuna jinsi ya kupinga. Na uwezi jua, yawezekana pia kwenye kikao katusamehe Chakapu. Tuweza kutusamehe. Mimi nadhani ndio mwenyewe tumeona mjua vizuri. Kwa tunafanyaje Chakapu? Tunafanyaje sasa, nachoka. Mama. Mama, nashukuru sana kwa kunilea mpaka nimefikia hapa. Umekuwa ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Sina budi kuwashukuru kwenye hili. Wewe pamoja na ndugu yangu. Umenipa nguvu kubwa sana ambayo inaweza kufanya chochote kile. Kiukweli, asanteni sana. Usijali. Fanya yote. Ila tambua, mimi ndiye Mungu wako niliyekuumba. Ukijaribu kunisaliti, roho yako iko kiganjani kwangu. Mama, msaliti usalitiwa. Siku zote mkuke kwa nguruwe. Ongela. Pia ongela tena kwa mara ya pili. Una mke mzuri, mweupe, mrefu. Yaani ana kila tabia ya kusifiwa kama mwanamke. Ongela sana. Asante. Asante kwa kuniambia mke wangu ni mzuri. Ana tabia nzuri. Lakini pia sijaelewa dhamira yako ni nini mpaka umeniita hapa. Kuna hujui? Dhamira yangu mimi hujui kwako. Mbona umejua hivyo? Okay. Mimi ninachohitaji kufanya mapenzi nawe. Unasemaje wewe? Vipi? Utaki? Nahitaji nifanye mapenzi na wewe. Kama mbinu ya Kathy na Manyanya kwenye dunia. Wewe. Hebu naomba ujiheshimu. Sawa? Kama una la kuongea naomba niondoke. Okay. Wajifanye mjuaji tu. Nadhani unaelewa. Mimi na mke wako tukoje? Sio umenifahamu? Kwa hiyo siwezi nikakulazimisha sana. Unaweza ukaenda. Okay. Lini? Unaniuliza nini wewe? Eti lini? Hata leo hapa sasa hivi. Kwangu fresh.
Sawa. Nimefurahi kusikia hivyo. Takupigia simu saa 2 usiku. Sawa. Nini shida? Kwa naomba nisikuchoshi sana. Kama ikipendeza, naomba unisave Afande Chiche Maginga. I love you. Yule mzee anatumia uchawi aina gani? Uchawi wake ni wa bei kubwa sana. Mizimu inasema ya kwamba uchawi wake ni shilingi milioni 15. Na sidhani kama wewe utaweza kununua wa uchawi. Nitaileta hiyo pesa. Karibu. Kangu. Mimi ndo natoka hivi. Mume wangu, lakini usiku wote huu. Najua ni usiku. Lakini emergency imetokea. Afande mwenzangu mke wake ni mjamzito. Na yupo kwenye hatua za mwisho. Wamekimbizana wamempeleka hospitali. Kwa kanipigia simu nikamlindia nafasi yake. Lakini mume wangu hujavaa uniform. Wewe wala visikupe tabu. Sawa. Hakikisha unafunga milango. Lakini mume wangu unajua unanitia mashaka. Hujavaa uniform. Usijali mke wangu. Wewe funga milango. Sawa. Nakupenda. Afande. Nasi kwamba ulonifurahisha kama usiku ya leo. Na sijai kupata penzi tamu kama ulilonipa wewe leo. Sawa. Lakini ukitaka niendelee kufurahisha kila siku, basi usiende nyumbani. Sawa. Ila ukiwa unanipa hivyo mguu wangu hautakuja kwako. Lakini kama ukinidanganya mguu wangu hautokauka kuja kwako. Sawa. Siwezi nikakudanganya. Ila zingatia nilokuambia. Afande. Legeze kamba tena. Hivi unajua mimi muda umeisha? Basi kama utaki mimi nakuja. Mariam. Mariam. Mariam! Baba, wewe bado unataka kuniua tena? Nilidhani utanita hapa na kuomba radhi, lakini sivyo hivyo. Sasa basi, nakupa siku moja tu uende ukamtoe Batuli nilipomficha.
Mwenyezi Mungu, mbona hii vita ni ngumu sana kwangu? Ngoja tu. Kuliko. Mzee Simba, asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Afande, ukitoka hapo kaenda nyumbani, nenda kaombe msamaha mkeo kwa kile ambacho umekifanya. Alafu mama, na wewe ukifika nyumbani kwako nenda kaoge janaba. Dhambi unaifanya ni mbaya sana. Alafu unafanya dhambi wakati unajua kabisa unachokifanya sio kitu kizuri. Unajua ni mume wa mtu, unamjua mkewe vizuri sana, na ambaye zaidi unajifanya kwa ni rafiki yake, kumbe wewe ndio adui namba 1 kwake. Wanaume wako wangapi? Kuna vijana wangapi mtaani? Kilikusibu nini hadi ukaja kumlagai huyu ukatembea naye, ilhali unajua kabisa ni mume wa mtu? Hakuna dhambi mbaya sana ulimwenguni kama dhambi ya uzinifu. Kaoge janaba, tubu, mrudie Mungu wako. Nadhani nyumba umeiona na umelizika nayo. Nyumba nimeiona, nimeipenda. Lakini najua kwa bei tulikubaliana itakuwa ni ngumu kidogo. Kidogo tungefanya milioni 20 hapo sawa. Lakini kaka, nyumba ni kubwa. Afu mbona hiyo bei nimekuuzia ni bei ndogo sana? Yaani tatizo sio kwamba nyumba ni kubwa ama nyumba iko vipi. Najua bado kidogo nifanye marekebisho. Unajua ilivyo. Kwa inabidi nifanye marekebisho kwa hata mpangaji akija, na bei nitakao kuwa nahitaji basi alizike na atoe. Lakini kwa milioni 30 dadangu hapa. Basi niongezee hata 2 iwe 22. Yaani mwisho wangu mimi ni hiyo. Kama uko tayari tumalize biashara. Basi kwa kuwa nina shida, hamna jinsi. Fresh. Sasa cha kufanya, unajua hizo biashara siku zote kufanya kienyeji. Kwa lazima tuende kwa mwanasheria wangu, tuandikishane. Basi nikukabidhi mzigo wako. Nimelizika. Twende. Mume wangu. Mke wangu. Mbona naingia nyumbani kwako kwa kujibu? Sikutaka kukusumbua mke wangu. Ndio maana sitaka kukuamsha.
Au umesahau kama mimi mke wa Fande? Mume wangu. Mbona kama hii harufu ni perfume ile ya rafiki yangu? Hapana, mimi sijui bwana mke wangu sasa haya. Ujui vipi? Sasa mimi sijui, mimi sielewi, sijui. Ila sawa, kama umetoka kuchepuka, sawa pia. Kama umetoka rindo, pia sawa. Nenda tu ukajisafishe babangu. Sawa. Pole pia na kazi. Kwa hiyo mimi nimetoka kuchepuka, si ndio? Sasa unajua umenigusa sana kulingana na story yako. Sasa labda nimeingiwa na imani kiukweli kama binadamu. Na kutokana na hicho kitu ambacho umenihadisia, mimi kama binadamu lazima niwe na huruma. Mimi naona nikuachie tu hizo pesa na ile nyumba nikupe tu kama zawadi, kwa sababu hivi vitu ni vya kupita tu. Tumeelewana? Basi wewe nyumba chukua tu na hizo pesa chukua. Nashukuru sana kakaangu. Mungu akubariki sana. Mwenyezi Mungu akuongezee pale ulipopunguza. Ni watu wachache sana wenye moyo kama wako. Nashukuru sana kwa kuguswa na matatizo yangu. Nashukuru. Asante sana. Sawa, basi ukae na amani, mimi naondoka. Asante. Yaani hapo mizimu imesema hivi, haitaki hela zako ni za dhuluma. Umeenda kumdhulumu baba wa watu yule pale na umemtia na uchizi. Kwa hiyo hela zako nenda nazo huko, hapa uje na hela halali. Kwa sababu mizimu haitaki hela za dhuluma. Ndio hivyo. Kwani wewe ulichokuwa unahitaji nini? Si pesa? Hasa masuala ya dhuluma wewe nakuhusu nini? Umehitaji pesa, nimekuletea pesa. Yaani dhuluma inahusiana na nini? Kwamba wewe ni malaika hapa ulipo. Hicho unachofanya nini? Unahisi kama unachokifanya wewe ni utakatifu sana mpaka unakataa pesa zangu? Hivi mbona unajifanya kama wewe ni mstaarabu sana? Unajifanya kama unamjua sana Mungu. Unajua sana dhuluma Nisikilize nikwambie. Sio lazima unisaidie. Kuna watu wengi sana kunisaidia. Sio lazima wewe. Yaani mwenyewe unachofanya hapo ni uchafu mtupu, shetani mtupu. Afu unajifanya unakataa hela zangu. Unajua mimi nimevuja jasho kiasi gani? Unajua nimetumia akili nyingi kiasi gani? Unaniletea uni, mimi mwenyewe muuni kwa taarifa yako. Sikilizeni niwaambie nyinyi, msijifanye mnajua sana. Kuna watu wanajua zaidi yenu nyinyi. Kwa hiyo msinisumbue. Yaani kifupi ni kwamba hamnibabaishi kwa chochote na nina nguvu kuliko mnavyodhani. Na wadanganya tu. Kwanza nilikuwa hata sina shida na hizo nguvu zako. Sina shida, nilikuwa nakujaribu tu. Unasema ushetani, wewe ndio shetani kubwa la maadui kabisa hapa duniani. Unatembea na mguu mmoja kabisa. Unaona bi mkubwa, wanadharau. Mimi nakwambia wachape, wanaleta na nilisula za huruma. Mtu anakuja anatamba hapa kwenye kilinga, anatamba kabisa kwenye hii bandari yetu, alafu mtu unamwangalia tu. Hizi dharau. Na nitamwambia Mariamu.
Mwenyezi Mungu, mbona hivi vitu inaonekana kuwa ngumu sana? Inaonekana kuwa ni hatari sana kwangu, lakini naamini kwa kuwa wewe upo na uwezo wako ni mkubwa, ipo siku itafika mwisho na litashinda. Sawa, mimi sitaki kuona katika chumba changu, naomba uondoke. Nimeshakwambia mimi sikutaki, sikuhitaji, sio leo mpaka kesho tusijuane. Wewe nenda bwana, mimi sitaki kuona kabisa katika chumba changu. Na sio kwenye chumba. Yaani hapo usikanyage tena. Umenielewa? Hivi utakapo unaongea unajisikia kweli wewe? Hivyo mzima kweli wewe? Naondoka naenda wapi? Wewe unavyosema uondoke uende sema wewe una wazazi? Au una wazazi? Nenda kwenu, nenda nyumbani kwenu ulipozaliwa, ulipolelewa mpaka ulivyokuwa mpaka hapo ndio uende kwenu, sio kwangu mimi. Tumejuana mjini, tutaachana kimjini, kila mtu na maisha yake. Nenda kufanya maisha yangu sasa hivi, sitaki kuwa na wewe. Wewe vipi bwana? Unataka kungangania kwani sisi tumezaliwa pamoja? Au tumechanjwa damu? Tumechanjwa damu mpaka binti tusiachane? Tembea bwana, mimi sitaki kuona bwana. Takapo mimi siendi sehemu yoyote. Siondoki leo mpaka kesho, siendi sehemu yoyote. Kama waweza kunitongoza ukaniongopea kwamba utakuwa na mimi mpaka kifo chako, basi nitazidi kung'ang'ania mpaka siku utakasema Salema na kuoa. Basi niongopea kwamba siku yote utakuwa na mimi. Kwa hiyo niache peke yangu kwa nini? Wifi bora hata umekuja. Wifi naomba nikuulize swali sawa? Wewe si mtu mzima zaidi. Kwani ukimpenda mwanaume dhambi? Haki ya Mungu mimi nampenda chakapu, nampenda wifi. Wifi naomba Baby. Pole kwa safari. Hata sijali. Acha nikwambie kitu kimoja ambacho usichokijua. Sikupendi, sikuhitaji, ni kwa sababu niko na mama mtu wangu mpya ambaye nina future naye, tumeyapanga mengi katika maisha yetu. So nataka kuoa tena. Sio chaguo langu, kwa naomba uondoke, uniache na mama mtu wangu sasa hivi atakupumzika. Seti baby. Nimechoka. Pole. Baby. Mbona date na watu wafupi? Una date na watu nusu baby kweli? Samahani mpenzi wangu, najua zilikuwa ni tamaa tu, lakini hizi mbegu fupi za kutoka Morogoro sio type zangu. So usifanye hivyo bwana. Naomba uondoke, tuache kidogo tupumzike, sawa? Chakap. Kumbuka mimi ni mwanamke. Na tulikuwa naye sasa hivi pia ni mwanamke kama mimi. Maumivu ambayo napitia mimi, usiombe na ukaja kuyapitia. Hebu nisikilize, nitoeleze ngonjera zako. Hebu naomba uondoke. Baby, samahani. Okay. Yes. Mtoka bwana wewe. Samahani mpenzi wangu. Hamna shida. Unajua hizi changamoto ndogo ndogo tunapitia, kwa hiyo msonso. Fatuma, nimekuja kumwombea msamaha Chakapu. Yule bado ni mtoto na amekosea, na nimekuja hapa kwa niaba yake. Mimi nilikuwa naomba msamaha mdogo wangu na usimpe adhabu yoyote ile. Safari hii adhabu lazima ifanyike. Sina muda wa kumsamehe mtu yoyote yule. Kwa wali nikosea kwa kutegemea kwamba nitamsamehe, si ndivyo? Nisikilize je, nikwambie. Mimi naona sasa hivi kachagua njia sahihi. Kachagua kumuoa Janeti. Kwa acha endelee na maisha yake. Siwezi kumsamehe kamwe. Wewe unamjua yule mwanamke. Ana nyota ya kuwatoa wanaume wake sadaka. Kama Chakapu atamuoa yeye,
hata yeye ataenda kufa. Kilichonileta hapa ni kuja kukwambia yule ni mtoto. Tafadhali naomba mpunguzie adhabu. Kama itawezekana msamehe kabisa. Siku zote mwana kulitafuta mwana kulipata. Acha kutane nacho basi. Ni sawa. Kama hilo kwako wewe ni sawa. Kisturi, nimekuja hapa kwa nia nzuri tu, ila wewe unaweza ukafanya endelee kwa nzuri au ukafanya iwe mbaya. Nimekuja kukukanya na kukupasha kwamba kama umekuja tena, umerudi hapa kwa ajili ya kulipa kisasi kwa wale mambo ambayo yameshapita, tafadhali sana acha kuingilia mambo ambayo hayakuhusu. Acha kushabikia vitu ambavyo havikuhusu kabisa. Havina chembe zako za damu hata kidogo. Hivyo basi, nenda kakiambie kile kijini chako ulichokitengeneza ili kije kupambana na mimi kikae mbali kabisa na mimi. Akiendelea kunifuatafuata, akiendelea kunisumbua, atakula mbuyu. Na wewe si Kisturi, sasa utakuwa kigoda. Amekuja hapa na kubweka tu. Utazani ni mbwa kweli. Kumbe ni mbwa koko. Unajua dada, watu ambao kulaumiwa ni wazazi wetu. Kwa sababu wao umetulisisha sisi vitu ambavyo wao wenyewe ambao wamelisishwa. Mimi vitu nilikuwa sivijui, lakini nimefuata matakwa ambao watu ambao walikuwa wanataka kutoka na mimi vitu ambavyo nilivikuta. Nilikataa mwanzo, mkanitisha au wakanitisha, nikakubali kuingia. Lakini sasa hivi siwezi kuhangaika tena kwa sababu nishajua njia ambayo kutokea. Kwa hata sitaki kuhangaika tena. Umejua njia ya kufanya? Njia gani? Kwa sasa siwezi kusema njia gani ambayo nilijua, lakini wewe kaa tu na kusubiri na uone mwisho wa tukio ambalo litakavyoenda, lakini siwezi kusema kwa sasa hivi. Chakapo, unachotakiwa ni kufanya vile ambavyo mlikubaliana na baba yako. Huna njia yoyote ya kufanya ili kujitoa huko. Sio kama unanielewa vizuri. Nikuhakikishie tu, kaa kama mtazamaji huko banda la sinema na kutazama movie ambayo inaelekea kuisha. Na wakati ukijua kwamba siku zote adui katika movie hawezi kushinda, lazima Sterling atashinda tu. Labda waweke labda kusema labda episode ya pili au usikose movie sehemu ya pili kumuonyesha kama ule adui katika ile mashindano au mwisho wa ile movie akufa, labda idondoka sehemu akawa yuko mzima. Kwa hiyo sehemu ya pili atataka kurudisha kisasi. Kwa dadangu, hata usijali. Fanya yote lakini usijiingize kwenye matatizo ambayo utashindwa kujitoa. Janeti, kwa hiyo kweli umemaanisha kabisa niondoke nyumbani kwako, si ndio? Yaani mpaka unambeba mabegi bado uamini? Kwa hiyo umeshindwa kuijua hata thamani yangu au kuthamini hata upendo wangu niliokuonyesha kipindi chote hicho. Janeti, upendo? Unajua maana upendo wewe? Nikikwambia maana upendo unaweza kunielezea?
Usiseme sema unanipenda ni wewe. Lakini Mapenzi ulianzisha wewe bwana, unajitia unayajua, nenda. Unajua mapenzi yalikotokea wewe. Nakupenda. Ina maana Chakapo. Samahani kwa usumbufu. Najua kwako mimi ni msumbufu sana. Kianganisi na kero na kukwaza. Naelewa kwamba unipendi. Una mahusiano na mtu mwingine. Na mimi sikuja hapa kwa ajili ya kukela wala kukusumbua. Nimekuja tu na kitu kimoja nataka nikwambie. Kwanza kabla ya yote naomba ujue kuwa toka na mahusiano na wewe sikuwahi kuwa na mahusiano na mtu mwingine yoyote zaidi yako. Sikuwahi hata kudiriki kukaa na mwanaume kufanya naye chochote zaidi yako wewe. Ndio mwanaume uliokuwa maisha yangu. Lakini sina jinsi kwa kuwa mwenyewe unipende. Siwezi kuendelea kukulazimisha. Lakini hili swala inabidi tu nikueleze. Nikwambie. So, hata nisipokueleza litazidi kuniumiza na kunisumbua. Hata usipokubali, lakini tu utakuwa unajua kama mimi Chikapo, mimi ni mjamzito. Nimaanisha kwamba nina mimba yako. Wewe Salema, unasemaje? Samahani kama nitakuwa nimekukosea. Lakini mimi nilikuja tu nikufikishe ujumbe kuwa mimi ni mjamzito. Sina neno lingine. Samahani sana. Story tena kukusumbua. Wewe msubiri. Hivi una uhakika na kitu ambacho unachokisema? Njoo. Salima, kwanza naomba nisamehe kwa mambo yote ambayo yalotokea kwa sababu yangu mimi. Naomba nisamehe sana. Lakini inaweza nikarudia tena hii kauli kwa mara ya pili ama ya tatu, ikawa sio ngeni katika masikio yako. Sifanyi hivi kwa makusudi kwamba eti mimi napenda kutoka katika moyo wangu. La hasha. Ni vile tunafanya kwa ajili ya kukusaidia wewe na kutetea kipenzi changu, kwa sababu wewe ndio chaguo la moyo wangu. Wewe ndio mtu ambaye ninakupenda kuliko kitu chochote hapa duniani. Sawa, kuna mtu mwingine anaweza akasema mimi nampenda mzazi wangu, mimi nampenda si babangu, mama yangu, lakini mimi nakupenda wewe. Wewe ndio mtu ambaye unanipa furaha, lakini na mwingine anatokea kukataa kutokana na sababu binafsi. Okay, nisiende mbali sana. Najua tushafanya mengi mimi na wewe, lakini Mungu leo ametushia shani. Ametushia mtoto.
Alafu mimi naomba unisamehe kwa yote ambayo yalitokeza, ila nakupenda sana Salema wangu. Hata mimi nakupenda pia Chakapo wangu. Chakapo. Sio nipenda mimi pamoja na mtoto wako Seti. Sio nitawapenda, bali nakupenda wewe pamoja na kichacho tu. Naomba tena usiondoke mbali na mimi. Nakupenda sana kwa sababu umeniletea faraja mpya katika maisha yangu ambayo sikuitegemea. Usilie. Usilie. Ajigijigiji. Batuli. 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 Majamu. Tulia kwa mwanangu. Kisturi. Usiku wa leo nina kazi nzito sana kusoma dua kwa ajili ya kumrejesha binti yangu Batuli. Hivyo tutakuwa na kazi kubwa sana mke wangu usiku wa leo. Sawa mume wangu. Pole na mapambano. Na Mwenyezi Mungu pia akuongoze. Na hicho kisomo ni kwa ajili ya Batuli peke yake? Ndio. Masame yeye kashachukua na binti yako Mariamu. Na lengo lake ni kwamba ataka apate mtoto kutoka kwa Masame. Mwenyezi Mungu atamlinda. Hivi mume wangu, huyu Mariam ni yule binti yetu au ni jini ameamua kujiita Mariam? Mariam ni binti yetu ambaye amebadilisha roho yake na kuweka roho ya kijini. Na zote hizi ni ila za mganga Kisturi. Tuachane na hayo kwa sasa. Nenda kaandae mazingira ya dua leo usiku. Sawa mume wangu. Maja. Nimshukuru baba mkwe wangu pamoja na mama mkwe wangu. Mese Batuli, hii nyumba ni nzuri sana. Kipindi chote tupo kwenye kiza. Kumbe baba mkwe alikuwa anatuhangaikia tupate nyumba nzuri kama hii. Ni kweli kataandalia nyumba ili tuishi kwa amani.
Kikubwa ni kupendana tu mume wangu. Na si unajua tumetoka kwenye maisha magumu. Lakini Batuli, baba mkwe na mama mkwe wako wapi? Maana kule kwenye chumba cha giza tumetoka wenyewe tu. Wao wapo wanaishi na wanaendelea na maisha yao. Kwa hiyo na kesho wamesema wanakuja. Na nataka nimuulize baba mkwe, ni kweli mimi siruhusiwi kutoka humu? Maana masharti mengine eti baba mkwe kasema humu tuwe tuna nani tu tunaenda chumbani, chooni, kama chakula tunaletewa. Ni kweli mume wangu, na ukizingatia baba akatokea kila kitu ndani. Umeona? Kwa hiyo hataki upate shida mke wake. Haya, nimeataka mwenyewe kuoa mtoto wa mganga. Binti wa shehe. Basi sawa, acha mimi nikakuwekea maji ya kuoga ili uweze kupumzika vizuri. Haina shida mke wangu. Mke wangu, nakupenda sana. Nashukuru sana kwa kunipokea, maana kama hivyo familia yangu na mtihani mzito. Ona kama hivi dada ndo anatufungia sijui huko. Yaani usianze kuhuzunika bwana. Kikubwa tumshukuru Mungu kwa watoto ulioipiga mpaka dakika hii. Wewe acha tu mimi nikakuwekea maji, nikupikie chakula kizuri. Sawa mwanangu. Mashallah. Asante sana Mwenyezi Mungu. Hakika umenipatia familia ambayo inanirinda, inanisamini. Kini leo hii dada, mama ambayo huwa wabaya kwangu. Mwenyezi Mungu naomba unilinde, uilinde familia. Umlinde baba mkwe, umlinde mama mkwe. Umlinde na mke wangu pia. Naona mwenyewe umejiachia mama. Asalamu alaikum baba mkwe. Wa alaikum salam baba mkwe. Karibuni sana. Kwa kweli nimefurahi sana kuwaona. Na mke wangu jana aliniambia kwamba kesho asubuhi mtakuwa mmeshafika hapa. Na hakika haja niongopea. Mmefika kweli, nimewaona, basi moyo wangu kwacho. Ni kweli baba mkwe. Mama alituambia kwamba ni muda mrefu sana hujatuona. Na pia kule kwenye chumba cha kiza mlikuwa mmekaa kule, mlikuwa mmetumisi. Kwa tukafanya hima mguu kwa mguu leo tuje tuwaone asubuhi kama ya leo. Asante sana. Mama, twende basi ukanisaidia kazi jikoni tupate kupika. Baba mkwe, unatakiwa umpeleke moto mke wako. Umchilimbe ipasavyo, upige spako za hatari. Yaani uchangamke, yaani upeleke moto baba. Si unajua baba mkwe, umesema nifanyaje? Unajua baba mkwe, inatakiwa nipate mjukuu haraka iwezekanavyo ili niweze kumlisisha makalama yangu. Sasa baba mkwe, lazima ufanye hivyo, na mimi napita kwenye njia zenu, si unajua vijana wa siku hizi. Kwa hiyo naongea tu maneno yenu ya kuchangamsha genge. Nakupa moto. Mbona sija kuzoea hivyo baba mkwe. Nimekuzoea ukiwa na maneno ya kiustaarabu, hekima na busara. Lakini hayo maneno binafsi hata mimi kwenye kinywa changu sijawahi kuyatamka. Ni vitu vya kawaida tu baba mkwe, hivyo tabidi unizoee kwa kipindi hiki, kwa sababu mko paradise humu, hakuna kuwagusa. Kwa hiyo lazima ufanye hivyo. Ufanye hima baba mkwe, peleka moto.
Haina shida, mimi nitafanya hima ili umpate mjukuu baba. Hamna shida baba mkwe. Shikamoo. Marahaba. Kaeni tu vizuri. Kaeni vizuri. Naja kupiga magoti. Kaeni vizuri. Hii vita ambayo nataka kuianzisha ni ngumu sana. Tena ni hatari sana kwenu. Hata kwangu pia inaweza kuwa ngumu vile. Lakini msijali. Kinachotakiwa hapa ni uthabiti na kuiamini mioyo yenu. Isije kama mimi naelekeza mfanye hiki, alafu nyinyi mnaenda mnafanya tofauti kabisa. Mtapotea. Ni kwamba wewe Janet wa Kristo, inabidi uende kanisani, ukaonane na wachungaji na mapadri. Utubu kutoka moyoni mwako, ukatubu kwa dhati, utasamehewa. Na wewe Chakapu, nenda msikitini, kaonane na maustazhi, kaonane na mashehe, waambie madhambi yako. Nasema zaidi kwamba unataka kutubu kutoka moyoni, kutubu kwa dhati. Hakika utasamehewa, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa wale wanatubu kwa dhati siku zote. Sawa, lakini maandiko ya dini yanavyosema kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kusamehe dhambi zote, lakini sio shiriki, na mimi nilishinga katika shiriki. Japo nipo tayari kutubu, lakini sidhani kama Mwenyezi Mungu anaweza kanisamehe. Kweli? Ila unatakiwa kutubu kwa dhati. Kutubu kutoka moyoni. Usiende kutubu kwa unamjaribu Mungu wako hata kusamehe. Lakini ukienda kutubu na kutaka kuacha ya yote unayoyafanya, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Lakini usiende kumjaribu, kwani siku zote Mungu hajaribiwi. Ukimjaribu yeye atakufanyia kweli na atakupoteza. Utapata msamaha na mwisho wa siku utaishia kwenye moto mkubwa wa jehanamu. Nenda katubu kutoka moyoni. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atakusamehe kabisa. Sawa, nitafanya hivyo. Basi na mimi pia nitafanya hivyo. Basi vyema. Mimi nitawasaidia. Nitawafanyia dua kubwa sana ambayo itakuwa kinga kwa nyinyi zidi ya wenzenu wale wote ambao wanawazunguka kwa mabaya. Hawatawazuru, hakitawakuta kitu chochote kile. Lakini yote yanawezekana kama tu mtatubu kutoka moyoni mwenu, kutoka nafsini mwenu, na mtubu kuwa mtaacha na mtaendelea tena vitendo vya kishirikina. Twendeni kwa ajili ya dua. Mume wangu, nilikuwa naomba niende chuo, maana muda ndio umeshafika. Na mimi leo nitavunja masharti na taratibu za baba mkwe. Maana kila siku wewe mke wangu unaondoka chuo, mimi nabaki hapa mlinzi tu wa nyumba, na mimi nataka nitoke. Kwa hiyo wewe ukitoka ukienda chuo, na mimi natoka naenda kwa baba mkwe wangu. Amna mume wangu, unajua nini? Baba mimi kuna dawa alinipa. Ndio maana nina uwezo hata kutoka nje na kufanya jambo lolote lile. Na mimi nataka hiyo dawa. Akinipa hiyo dawa, nakuwa na uwezo na mimi wa kutoka sionekani, nakuwa kama wewe tu. Kwa nini baba mkwe akupe dawa peke yako, mimi asinipe? Unataka nimuone baba mkwe wangu muonevu? Au na wewe shakujua sio baba mkwe wangu muonevu, ila wewe mawivu yako tu utaki nitoke huko nje, unajifanya baba na mimi ndo maana nataka nitoke leo nikaongee naye vizuri. Fumba macho mangu na surprise.
Fumba macho, pesa hadi. Unatafuta kuninyengea tu hapo, unajibaraguza, unajifanya hivi na hivi na hivi. Hata nikifumba macho ukinipa hiyo zawadi sijui lazima nitoke leo. Niende nikamwone baba mkwe wangu na sio kumwona baba mkwe wangu tukaa ukijua. Naenda kumwona na mzee baba yangu. Nikamwona mara moja. Lakini na macho yako nayafumba ili nisikukwaze mke wangu, nione hiyo surprise. Ndio maana nakupenda mume wangu. Haya, nyosha njia twende chumbani. Unanidharau, unamtetea mdogo wako na kuona unamtetea. Sasa nataka uende kwa mdogo wako, uniletea kiombe kufa hapa. Ondoka. Unanidharau, unanidharau sana. Nitakomesha. Mama kila sana, anamtetea sana mdogo wake, anamtetea. Nitakomesha. Wenyewe wasaliti. Usaliti. Unaniletea usaliti mimi? Hawanijui. Wanaona mdogo Mimi mkubwa. Mimi mzee ujue. Mimi mzee. Hivyo tu yani. Kwa sababu wananiona mdogo. Mimi mambo ya rohoni. Kwenye mambo ya rohoni. Mimi mzee. Najua mengi sana. Wananiletea usaliti. Na wakomesha mimi. Na wakomesha. Wameniuzi sana. Hapo mjinga ila anamtetea mdogo wako. Anamtetea. Hanijui vizuri. Pumbavu sana. Nitakukomesha. Mama Batuli. Unamwona mwanao? Mchukue. Chukua na haya maji hapa ambayo yana dawa ndani yake. Kachanganya na maji mengine ya kawaida lita 5. Muogeshe. Lakini usimsemeshe kitu chochote kile hadi kesho. Na kingine kesho itabidi wasafirishe mbali na hapa. Ili mimi nibaki kupambana na wewe ujini Mariam. Maana hii vita ni kali sana na sitaki hata upepo wake uwaguse. Sawa mume wangu, lakini vipi kuhusu Masami? Mabatuli. Acha tumalize ili kwanza. Alafu tutakuja kufanya kazi ya Masami. Sawa. Kwa hiyo haya maji na muogesha hakuna dua wala nini? Weka muogesha tu. Mimi kila kitu nishamaliza. Aisha, wewe nilikwambiaje kunipigia simu usiku? Ndio najua, lakini wewe unajua mimi nipo na mke wangu. Sawa, tutakutana kesho asubuhi. Sawa? Hapana.
Unaongea na nani saizi usiku? Nilikuwa naongea na rafiki yangu Afande Chacha Maginga hapa. Alikuwa ananipa ratiba za kesho. Ndio saizi usiku. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. Twende ukalale. Twende tukalale. Kama unanidanganya, uongo siku zote haudumu. Endelea tu. Umerudi peke yako? Fatuma, mimi nimeenda nimemtafuta Chakapu na sijamuona. Na sijui usiku ameenda wapi. Unasemaje? Mimi sijamuona kabisa. Hujamuona? Unanifanya mjinga? Sina akili. Sababu mdogo wako unamtetea. Unadhani adhabu itaisha? Wewe sio mimi Fatuma. Fatuma binti Muhammad. Sio mimi. Unanitania. Hapana, sio kama namtetea. Mimi sijamuona. Nenda wapi? Na ukubwa wote wewe hujamuona. Uongo bana, uongo. Unanifanya mimi mjinga. Unakoloma unakoloma dada yako anasema hajakuona. Huyu nani nakuuliza, huyu nani? Nisikilize. Mimi sijamuona Chakapu. Na sijui imekuaje. Sasa wewe umeshindwa. Mkubwa mzima umeshindwa. Napambana naye mwenyewe. Napambana naye mwenyewe. Nitamsaka huyo. Akipita chini mimi napita juu na mkamata. Mke wangu. Naambia mume wangu kipenzi. Nimekuja kukuaga, mguu ni wa kutoka naenda kwa baba mkwe. Maana nimemmisi sana kwa kweli. Na hapo sitoangalia kwamba sijui kuna tiba, sijui kuna nini, ukifanya hivi ukitoka sijui kuna hili na lile. Hapana kwa kweli. Mimi nataka nikajionee mwenyewe, nikamsikie mwenyewe baba mkwe. Analizishe mwenyewe. Kwa hiyo mguu wa kutoka naenda kwa baba mkwe. Bye. Mume wangu, mbona shindwa kuwa muelewa? Nilikwambia nini lakini? Nafikiri sitochelewa. Naenda tu mara moja namuona na nitapitiliza nitaenda kwa baba. Kwa hiyo nitarudi. Sawa? Sawa, wewe nenda, lakini kitakacho kupata chochote kile, mimi sihusiki. Na utajua mwenyewe. Umeenda kule umelivagala kulivagaa, huyo baba mkwe ataanza na wewe moja. Naomba kabla hujaondoka nikuage. Oh, wow. You're welcome, my sweetheart Baturi. Wala tuna beto kwa sababu sisi sikutotwe.